Hujambo mtazamaji wa kipindi hiki, karibu kwenye Afrika katika biashara, ambapo leo tunaimulika afya na uchumi. Tunapozungumza afya, tunakuwa tunamaanisha magonjwa yale, namna ya ulaji, unakula nini, unalala wapi, unazingatia mlo kamili. Lakini kwenye swala zima la uchumi tunamulika pia uchumi wako uko vizuri. Kama afya yako ikiteteleka leo, uchumi wako utaendelea kusimama vile vile ama utashuka. Sasa takwimu za mwaka 2025-2026 zinaonesha ongezeko kubwa la magonjwa yasiyokuambukiza hapa nyumbani Tanzania, huku vifo vikiwa zaidi ya 34% ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Na kati ya Julai 2024 hadi Machi 2025 takriban watu milioni 20 walifikiwa kweli na elimu ya udhibiti wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Sasa basi, shinikizo la juu la damu, saratani, kisukari na magonjwa ya moyo yakiwa ni tishio hapa nyumbani Tanzania. Mimi na timu yangu tumekita kambi pale eneo la Msongola kuweza kuzungumza na baadhi ya wananchi, na tukawauliza swali moja la msingi: wanakula kushiba ama wanakula kwa afya? Ili tuweze basi kuweza kuchimbua, tunasema watoto wa mjini, kuweza kumulika ule mzizi unaanzia wapi, watu wanakula kushiba ama wanakula kwa afya. Na tumezungumza na baadhi ya wananchi pale Msongola, tukaona haitoshi, tukaenda mpaka chuo cha afya pale Msongola, ambapo tukafanikiwa pia kuzungumza na wanafunzi wa udaktari ambao wako pale, na pia tukazungumza pia na wafamasia ambao tukauza swali la msingi tu: elimu ya afya wanapewa, wana mchango gani huko wakiwa nje? Lakini nao pia nikataka wanithibitishie kweli tunakula kushiba ama tunakula kwa afya, kwa sababu magonjwa haya yasiyo kuambukiza yamekuwa tishio sasa hapa nyumbani, na sio nyumbani Tanzania, Afrika na duniani kote. Watu tunakula tu kwa mazoea. Sasa wataalam tunao, wananchi wa kawaida tunao. Hebu tuende tukawamulike. Tukirudi nitawakaribisha wageni wangu hapa studio, ambapo leo nimetembelewa na Dr. Alex Mwita ambaye ni mkuu wa chuo cha Msongola, pamoja naye Dr. Regina Kutaga ambaye ni makamu mkuu wa chuo cha Msongola. Kwa majina naitwa Abu Mustafa, ni mzaliwa wa Dar es Salaam. Nina miaka 29, ni Mnyamwezi, ni mkazi wa Mbondole, Mwanzo wa Lami, Msongola. Swala la kula kwa afya, unakula kushiba au kula kushiba, naweza nikasema, unajua sisi wa Tanzania wengi huaga tuna formula ya kula. Na nikisema formula ya kula namaanisha kwamba yani maisha yetu tulivolelewa hatujawahi kujua tunakula mlo gani sahihi na mlo gani sio sahihi. Sababu ukiangalia mimi kama maisha yangu labda yalivyo nyumbani, kwa mfano kama nikitoka, mimi ni bodaboda, nikitoka asubuhi naacha nyumbani 10,000. Hiyo 10,000 tuseme labda mke wangu anaweza kanunua dagaa la 2,000, akanunua na unga nusu, akanunua na nyanya. Hapo tunasahau kama tuna matunda. Hii kutokana na kubana budget. Si unajua tena wanawake. Kwa hiyo mimi siwezi kujua mlo gani sahihi na mlo gani sio sahihi, kwa sababu kutokana na elimu tulivozaliwa hatujawahi kupitia elimu yoyote ya swala vya vyakula nini. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kama serikali au kama taasisi binafsi ziwe zinatutangazia nyumbani, kwa sababu kuna wengine wanakaa mtaani lakini hawana TV, hawana tuseme redio, hawana uwezo wa kumiliki hivyo vitu kujua labda tule mlo gani sahihi na mlo gani sio sahihi. Unafahamu makundi ya muhimu ya vyakula? Yani pengine labda ulisoma shule ya msingi umesahau. Kusikia makundi muhimu ya vyakula ambavyo vinaupatia mwili nguvu, vinaupatia mwili afya? Kwanza dada yangu, kiukweli niongee, mimi ni darasa la 7. Nimeishia darasa la 7 baada ya kufeli. Nikaamua sina kazi ya kufanya, nijihusishe na masuala ya bodaboda. Lakini kuhusu masuala ya vyakula sahihi sio sahihi, mimi kiukweli sielewi. Maana mimi nakula tu, ni Mungu tu ananilinda. Na pengine kuna changamoto yoyote pengine unayoipata pengine inasababisha usipate kufahamu ama kula au kuzingatia mlo kamili? Ni sababu tu ya maisha na mfumo tu tuliojiwekewa Tanzania wote. Na niseme tu, ni si mimi. Unaweza kukuta mtu ana pesa na anafanya kazi vizuri, lakini hawezi kupangilia mfumo wake wa chakula. Na ndio maana unakuta sasa hivi maradhi mengi ya figo, ini, moyo kupanuka,
kisukari tu kinatokea tu ghafla, kutokana na sisi tunakula tu mafuta sioeleweka, kutokana na hali ya chini ya duni. Unakuta sehemu unakuta mafuta labda kilo moja unaambiwa buku, lazima uende kununua. Unakuta labda kitu ukienda supermarket kinauzwa labda 5,000, lakini unakuta Uswahilini kinauzwa 3,000. Hatuwezi kujua, labda kile kitu kimespire. Sasa mimi paka ni upate huo muda wa kusoma hiki kitu kimespire sina. Kwa hiyo tunahitaji elimu, tunahitaji kuelimishwa sisi kama Watanzania, na kiukweli Watanzania wengi 50% sasa hivi tunaumwa na masuala ya moyo kutanuka, visukari. Unakuta mtoto mdogo tu anapata pressure kutokana na vitu tunakula, vingine vimespire, vingine hatujui hata vina nini, tunakula tu. Ndio hivyo tu. Mara mwisho kwa mtazamaji anayekutazama hivi sasa, umekula matunda lini ama mboga mboga? Kiukweli nakumbuka matunda nilikula nilivyokwenda Mlandizi Kibaha. Unaumwa au ulikwenda kwa ajili ya shughuli? Hapana, nilikwenda tu shughulini. Mama yangu alikuwa na shughuli, dada yangu alikuwa anaolewa. Nilivyokwenda nyumbani pale kuna mti wa muembe, kwa watoto kutungua vale na kula. Yaani inatokea, yani ilikuwa ni mwezi gani? Ilikuwa ni mwaka jana. Mwezi wa ngapi? Ilikuwa kama kwenye mwezi wa 2 hivi. Kwa hiyo tangu mwaka jana hujala matunda mpaka leo? Sijala kiukweli, na kiukweli sana ni majuisi tu haya kutengeneza haya mtaani, wana blend labda ndo tunakula hayo. Tunawezaje pengine kupambana sasa na magonjwa yasiyo kuambukiza, kwa sababu sasa hivi takwimu zinaonyesha ziko wazi, magonjwa yasiyo kuambukiza ndo yanaendelea kuwafanya Watanzania tunaendelea kuwa masikini, tunajitibia na kutafuta pengine mchawi wa changamoto hii. Nini tufanye? Kiukweli mimi nilichokuwa naomba serikali iendelee kuhamasisha wananchi, na serikali haishindwi, likitaka jambo lake kufanya huwa linafanya na kwa usahihi. Lakini mimi nilikuwa naomba sana waje mtaani huku Uswahilini, kutokana na Uswahilini ndo watu wanaasilika vibaya. Unakuta mimi kijana sasa hivi hapa naweza nikawa nimevimba moyo. Yaani moyo umekuwa mkubwa. Paka nashangaa kwa nini? Na shida gani? Kumbe ni mavyakula haya, sijui nakula nini. Sisi sometimes kuna mafuta mengine huko yameletwa mabaya. Sisi huko hatujui Uswahilini. Kwa hiyo tunapopewa mafunzo au tunapopewa maelekezo na watu wa juu huko wa serikali wanapokuja huku Uswahilini tulipokuwa sisi, tunapata kujifunza na kujitambua. Unajua sisi wengi 50% hatujasoma. Kiukweli dadangu nikwambie. Na ndio maana sisi tunashindwa, hata tukiambiwa twendeni sisi tunaenda. Tusimameni sisi tunaenda. Hatujui tunachokifanya kwa sababu hatujaelimika, yani vichwani humu tunajua si kutafuta hela, kuhudumia familia na kula basi. Hatujui afya yetu, hatujui nini. Kwa hiyo kinachotokea ni Mungu tu anatulinda dadangu. Mimi ninakushukuru sana, yani umeongea kwa uchungu na umewakilisha Watanzania walio wengi, vijana wenzetu ambao wanatafuta leo, wanakula leo, kesho itajulikana kwa Mwenyezi Mungu. Naendelea kuzungumza na baadhi ya Watanzania wengine ambao pia natamani kujua mtazamo wao. PhD, natamani kufahamu wewe unakula kushiba au unakula kwa afya? Kiukweli mimi bwana nakula ili nijaze tumbo langu. Kwa nini? Yaani kwa nini unakula afu ujaze tumbo? Ili usipambane na vidonda vya tumbo ama? Ndio maana nakula nijaze tumbo langu kama nisipate maradhi tu labda vidonda vya tumbo. Kutokana na mazingira yangu vitu ambavyo unavyokula. Unapata shilingi ngapi kwa siku? Kwa kipato labda anaweza kupata shilingi 20,000. Sasa 20,000 unaweza kula mlo mzuri tu. Hata 20,000 issue, yani vipengele vinakuwa vingi. Kwenye 20,000 hebu niambie hivyo vipengele vinakuaje mpaka ushindwe kula unajaza tumbo? Ina maana uko tayari wewe kula chakula cha 1,000 ukajaza tumbo basi? Issue kama hivi tunatoa hela bosi. Bosi shilingi ngapi? Tuseme 10,000. Unabakiwa na 10,000. 10,000. Asubuhi mpaka jioni unaingiza 20,000 tu boda boda? Yaani siku hazifanani. Kuna siku unaweza kupata 20,000 zaidi ya 20,000. Kuna siku 20,000 yenyewe ikawa nyingi vile vile kashuka. Kwa hiyo siku hazifanani. Una familia? Familia kweli, yani familia kweli yani binafsi sina familia kubwa labda hivi hapana. Yaani kama umeoa una mke na watoto? Sijaoa. Naishi na wazazi? Naishi mwenyewe binafsi. Una mpango gani na afya yako? Mpango ndo kama hivyo, kwa sababu kila mtu ana malengo na afya yake. Wewe una malengo gani pengine? Mimi malengo ninayo, lakini binafsi endapo nikipata kipato cha kueleweka, nitakuwa na malengo na afya yangu iangalia vizuri. Ila kwa sasa hivi nilivyo na mazingira ya maisha kama hivyo, wengine tupo wauni. Kwa ile malengo binafsi nakuwa hivyo, kwa unakuta siku unakuta hivyo na nyama mtilia kama hivyo hapo, unakula ugali 1,000.
Mimi naomba nipangie bajeti yako ya siku. Asubuhi pengine huwa unakula nini? Labda supu na chapati. Alafu mchana unakula labda hiki na hiki. Alafu jioni unamaliza. Hebu tuambie kana labda wewe mwenzetu unazingatia mlo lakini hujijui tu. Mimi asubuhi labda nakula supu 1000 na chapati 2. Yaani imeisha hiyo. Supu ipi sasa, ya ng'ombe, ya kuku, ya samaki? Supu ndio hivyo supu kama mapupu. 1000 na chapati 2500 ambao ni 1500 asubuhi hiyo. Mchana inaangalika. Labda ukala ugali wa 1000 au ugali umeisha, nige wali wa bukujelo naongeza jelo. Ubwabu wa bukujelo na mboga gani? Mboga ndio hivyo, utakuta matembele, maharage na mchuzi wa nyama, maana mchuzi hamna nyama, mchuzi wa nyama. Hivyo yani. Hakuna matunda, hakuna mboga hapa. Alafu jioni kama hivi jioni utakuta labda tumia shilingi 2000 au 3000. Kwa hiyo kwa mtazamaji ambaye tutazama hivi sasa, bwana PhD usiku akitumia 3000 jumlisha mchana 4500 bukujelo, watoto wa mjini wanaita hivyo, na asubuhi pia bukujelo karibu 10,000 yeye kula ameimaliza. Siku hii moja ni 9500 kwa haraka. Yaani 1500 ya asubuhi supu na chapati, mchana amejibana 1500 3000. Jioni amejibana pia 3000 6000. Hapo ndo anasema amekula mlo kamili yeye 6000 hiyo. Na siku nyingine anaweza akala zaidi, akala shilingi 7000 mpaka 8000. Sasa nataka nijue sasa kama 7000 anaila kwa siku au 6000 kwa siku, ina maana kwa mwezi ni gharama kubwa. Ndio hivyo. Lakini kuna wale ambao uoga wanauza matunda, mboga. Uje kufikiria labda mchana au jioni. Nikasema okay, jioni ni ile 1000 matunda. Alafu asubuhi pengine labda nikanywa kama hiyo chai yangu au supu. Alafu mchana nikazingatia ule mlo kamili ikatimia hiyo 6000 au 7000. Issue bajeti. Yaani formula zinakuwa zingi yani. Kila kuingiza kuna kitu kinaingia yani. Ama ndio ile kwa sababu kila matunda unaona bado mtoto wa kiume utaumwa njaa. Yaani wewe unakula kushiba kama ambavyo umeniambia. Jaze tu. Yaani mfano mimi nipike ugali mgumu, yaani lile jaze tumbo. Ugali mgumu. Mtazamaji, umetoka kuwatazama baadhi ya wananchi ambao niliwauliza pale Msongola, kituo cha bodaboda, ambapo wamezungumza na mimi kuhusiana na masuala mazima kula kushiba au kula kwa afya. Kwa hivyo ni kweli kipato cha kawaida kabisa kinaweza kumfanya mtu ale ashibe na sio kula kwa afya, kwa sababu sasa hivi kuna wataalamu wengi huko nje ambao wamekuwa wakitushauri ndivyo sivyo au wakitushauri sahihi pasipo kuona kwamba hii ni taaluma ambayo mtu anatakiwa akae darasani na awasaidie. Lakini kupitia ninyi hapa chuo cha afya Msongola, mnakwenda mtaani mwezi wa 8 tu mko kule. Nini hasa mtakwenda kukisaidia? Nini hasa mtakwenda kuwasaidia Watanzania wenzetu, sababu kuna ombwe huko la ujinga, umasikini pamoja na maradhi. Nikianza na Bwana Nasoro. Na kwa majina naitwa Nasoro Omari, ni mwanafunzi wa chuo cha afya Msongola, nasomea utabibu. Kwanza kipato si sababu ya kusema kwamba sisi tusile chakula bora ama chakula chenye afya ama balanced diet kwa lugha ya Kiingereza. Kiuhalisia Watanzania ama jamii inashindwa kujua nini ni sahihi. Nikichukua nini napata virutubisho sahihi. Kukosa elimu huku ndo kunatusababisha tuseme tule kushiba. Lakini unaweza ukawa na budget ndogo, lakini ukipangilia vizuri kujua hapa nikichukua hiki nitakuwa nimekamilisha mlo kamili. Kumiliki mabilioni na matrilioni, kuwa na hela si sababu. Unaweza ukawa na hela lakini haupangili chakula. Tatizo litakuwa ni pale pale kwa maskini na kwa tajiri. Unakwenda mtaani, unalipi la kushauri, kwa sababu wewe ni mtaalamu tayari ambaye utakwenda kuwatumikia Watanzania huko na unakwenda kukutana na Watanzania ambao ni wajuaji kweli kweli. Ndio, kuna wakati tunasema kuna watu ni wajuaji, lakini kiuhalisia si wajuaji kihivyo. Baadhi yao ni wajuaji. Ndio, lakini kiuhalisia sisi tunatakiwa kufikisha elimu sahihi kwa jamii. Kwa sababu hata mwanajamii anapokufahamu wewe umeshasomea, manake ni professional, ana uwezo wa kukusikiliza na kukufuatisha. Na ni namna gani sisi tunaweza kufikisha ujumbe katika jamii? Jamii tunaanza na mama na wazazi. Familia inajengwa na wazazi, lakini mama ndiyo kina cha chakula cha familia. Baba anaweza akatafuta,
lakini akamfikishia mama, kuna bajeti hii tunatakiwa kula. Kwa hiyo rai yangu kwa Watanzania ni kugawa elimu kwa jamii nzima, hasa kwa wamama wale ambao wanaandaa vyakula vya familia. Lakini pia sijaacha vijana wenzangu ambao bado hawajaoa. Kutokuoa, kutokuwa na familia, kutokuwa na mke si sababu ya wewe kutokula chakula kizuri. Ni namna tu ya kujua tuchukue nini, tukiunganisha tunapata mlo sahihi. Ndugu yangu Nasoro Omari, umenyooka kama lula, watoto wa mjini tunasema hivyo. Yaani wewe bachelor usiwe bachelor, wewe hakikisha unakula vizuri. Ndio maana yake. Ndio. Na nataka kuona pia mtazamo wa Hamisi kwangu, ambaye pia naye anasoma udaktari kwa level ya diploma hapa Chuo cha Afya Msongola. Kipato kimeonekana ni changamoto, watu kuto kuzingatia mlo kamili. Una lipi la kuzungumza katika hili? Kwanza shukrani. Kwa majina naitwa Hamisi kwangu Marcos, ni mwanafunzi kada ya udaktari. Nazungumza kwamba jambo la kuwa na uhaba au umaskini katika jamii sio kitu kinachofanya pengine tusizingatie mlo. Kwa majina naitwa Nadia Alafat Semindu, natokea kada ya pharmacy katika Chuo cha Msongola. Nadia, wewe ni mfamasia na mnakwenda kuwasaidia Watanzania kuhusiana na masuala mazima ya kupambana na magonjwa sio kuambukiza kwa upande wa dawa. Sasa watu kweli, mienendo ya maisha yanatufanya tuumwe, na magonjwa sio kuambukiza yanatokana na pia na tabia zetu. Sasa dawa tunazopewa, kuna dawa ambazo zinatusaidia sisi kwenye miili yetu kukaa vizuri, na watu wanakula kushiba wakisingizia kwamba dawa zipo. Una lipi la kuzungumza katika hili? Mimi nashauri katika maisha yetu ni bora mtu ufuate ushauri wa daktari au ushauri wa tabibu yoyote wa afya, kwa sababu katika jamii zetu, katika maisha yote ya mtaani, watu wanaamini kwa nikiumwa kidogo hapa nitumie Panado, kichwa kidogo, yani kichwa maumivu tu ya kichwa tumie Panado, ila hayo sio kweli, kwa sababu kama sisi katika kada ya afya tunasoma, kwa sababu matumizi ya holela ya Panado yanasababisha katika madhara ya ini, ambayo ukiangalia katika asilimia kubwa katika nchini kwetu Tanzania, watu wengi wana shida za ini, wana shida za figo. Kuna watu wanakula kushiba wakiamini kwamba vitamini, hali matunda akiamini kuna vitamini ambavyo ni vidonge. Unalipi pia la kuzungumza kwenye hili? Kwanza aende hospitali ajue chanzo ni nini. Maana unaweza kusema hivi, sioni vizuri, labda na upungufu wa vitamini fulani. Hapana, maybe labda una shida nyingine, labda una shida nini ya tuseme shinikizo la damu au pressure ya kupanda. Kwa hiyo ninachoshauri ni sio vizuri kutumia tu dawa kiolela. Ni bora uende katika kituo cha afya upate ushauri na uwe chini ya uangalizi wa daktari, kuliko kuzingatia madawa supplemental za kutumia, sijui tumia dawa fulani utakuwa umembamba, au tumia kitu fulani utakuwa mnene, utakuwa na baby face, au tumia kitu fulani kitakusaidia kugrow ngozi. Mimi sishauri, kwa sababu mimi natumia chia seed. Natumia chia seed kila asubuhi. Kwa Kiswahili ni nini? Chia hivyo. Chia seed ni vimbegu fulani unaviwekaga kwenye maji asubuhi. Na mimi naomba changanya na ndimu. Naacha zinavimba. Zikivimba na kunywa asubuhi, na nyingine natembea nazo darasani. Hizo chia seed zinasaidia nini? Chia seed inasaidia katika metabolism, katika mmeng'enyo wa chakula, pia inasaidia katika kugrow ngozi, pia inasaidia katika IQ yetu ya darasani. Unajua sisi tunasoma sana, tunatumia knowledge, mtu akikwambia nasoma nimechoka, inabidi umuelewe, kwa sababu tunatumia akili kuliko nguvu. Kwa kuna muda ukitumia ile darasani unakuwa vizuri, darasani ulali, mwalimu akielekeza unaelewa vizuri. Hata pia katika utengenezaji wetu wa dawa, katika somo la compound, pia tuna classes pale za kutengenezaji wa dawa. Ambapo nyinyi hapa mnafundishwa dawa fulani mnaitengeneza na inaenda mpaka maduka dawa inauzwa. Baadaye yanauzwa. Pia mimi ninachoshauri ni bora mtu utumie vitu natural kuliko kutumia artificial. Kweli ana ngozi ya kuglow, na mimi hiyo chia seed taondoka nayo hapa Msongola, vitu ambavyo mtazamaji sikuwahi kujua. Kwa kweli nimepata madini mazuri. Niko na mfamasia mwingine hapa. Hawa wanatengeneza dawa, wajifunza dawa, wanaisoma dawa na wanaitengeneza, yani wana mix
Bwana Benedict Kitomali naye pia anatamani kufahamu kupitia kada yake hiyo ambayo anaisomea, amekwenda field. Kwa majina naitwa Benedict Kitomali, na ni mwanafunzi katika chuo cha Msongola, kada ya famasia ngazi ya diploma. Magonjwa yasiyo kuambukiza ni pamoja na utumiaji wa dawa kiholela, unapelekea watu pengine kupata changamoto ya maradhi kwenye miili yao. Sasa wewe ni mfamasia na watu kweli huko, mtu akiumwa kidogo anaenda kununua dawa ili mwili wake ukae vizuri, na wapo pia wanaoamini wakila wameshiba basi kama ana changamoto yote ataenda pharmacy kununua dawa. Kwanza nikiwa kama famasia, tunaona kukosekanika kwa elimu ambavyo watu wamekuwa wakitumia dawa kiholela holela. Mfano, mtu anapata maumivu ya kichwa anasema kaniletee paracetamol, kesho tena anaendelea na hali hiyo hiyo, au kidogo tu tumbo limeuma anasema kaniletee Flagy. Lakini kiuhalisia ni kwamba hizi dawa zimetengenezwa kwa kemikali, na hizi kemikali usipotumia hizi dawa kwa ufasaha au kwa kufata ushauri wa tabibu, manake kuna madhara au magonjwa ambayo unaweza kuyapata. Mfano wa magonjwa ambayo unaweza kuyapata ni kama magonjwa ya ini, lakini pia magonjwa ya figo, na wakati mwingine hata shida ya moyo au moyo kushindwa kufanya kazi. Kwa hiyo tukifanya hata tathmini kwa sasa hivi ni kwamba shida nyingi za figo au shida ya ini ni kwamba uchunguzi unaonyesha kwamba utumiaji holela wa dawa unasababisha shida kama hizo. Kwa hiyo nikiwa kama famasia ningependa kuishauri jamii, hebu ihakikishe kwamba haitumii dawa kiholela. Mfano, mtu amepata shida ya maumivu ya kichwa, ametumia paracetamol kwa mara ya kwanza, hebu kama hali itakuwa ni endelevu asitumie tena, afike hospitali afanywe uchunguzi. Wataalamu wako wengi huko, sasa tumwamini nani? Kwa sababu kuna wataalamu wanaojiita kwamba wao wanatumia mitishamba. Vipi, jicho lako linaona nini kwenye mitishamba? Kwa sababu kuna watu hawataka kabisa kusikia dawa za hospitali, wakiamini kwamba maradhi yamekisha kuingia mwilini watatumia mitishamba. Ni kweli, tukiangalia kwa mtazamo wa nyuma, kipindi ambacho bado elimu haijakuwepo, kiwango cha utumizi wa mitishamba kilikuwa ni kikubwa. Lakini kadri ambavyo elimu inavyoendelea kuwepo, tunatoa elimu kwa jamii na huo utumiaji wa mitishamba unapungua. Na ni kwamba utumiaji wa mitishamba kuna wakati ambapo inaweza ikawa ni hatari kwa afya ya mtu mwenyewe, kwa sababu anakuwa ajui kwamba mtishamba huu nitautumia dozi kwa kiwango gani. Kwa hiyo ningependa kuwashauri wale ambao wanatumia hiyo mitishamba, embu waache na wahakikishe kwamba wanatumia dawa ambazo zinatolewa kwa ushauri na kwa dozi ambayo ni sahihi. Na mtazamaji wa Star TV, hii ni Afrika katika biashara, ambapo leo tunaangazia masuala mazima ya afya. Afya yako ndo kila kitu, na kwenye afya tunakuuliza unakula kushiba ama unakula kwa afya? Na nimekita kambi chuo cha afya hapa Msongola kuzungumza na baadhi ya madaktari wanafunzi ambao wako mwaka wa mwisho ambao wanakwenda kuwatumikia Watanzania ifikapo mwezi wa 8 na kuendelea huko, lakini pia na wafamasia. Kubwa zaidi umewasikia ambavyo wamezungumza. Naitwa Sara Ifata John, ni mwanafunzi wa chuo cha Msongola, kada ya udaktari, ni makamu wa rais wa chuo cha Msongola. Kwa nini nilipata ujasiri au kwa nini nilitamani kusomea kada ya udaktari? Ni kwa sababu nilipata hamasa kutokana na udadisi wangu toka utotoni. Nilikuwa nikiona madaktari, napenda sana kwa dadisi, kwa nini ulifika hapa, kwa nini ulipitia njia gani mpaka ukafika hapa. Hicho ndo kilifanya mimi niwe na interest ya kusoma udaktari. Sawa. Uko nje ambapo tumekwenda kuwauliza Watanzania wenzetu, wao wanakula kushiba na sio kula kwa afya. Na sasa hivi tunapambana na changamoto ya magonjwa yasiyo kuambukiza. Nyinyi ni wataalamu kutoka hapa chuo cha afya Msongola, ambapo mnafundishwa namna ambavyo mtakwenda kuisaidia jamii. Hivi ni kweli kipato kinaweza kupelekea mtu akala kushiba na sio kula kwa afya? Hapana, kwa sababu kipato sio sababu ya wewe kula kushiba. Ni unaweza ukala vizuri tu kwa afya na ukawa na afya tu nzuri, kutokana na makundi ya vyakula ni yale ambao ni 5, na unaweza ukayapata kutokana na kwa kupitia hicho kipato chako cha chini. Si lazima uwe na kipato kikubwa ule kwa afya. Kupitia elimu yako sasa hii, nini hasa utakwenda kukifanya huko kwa Watanzania ambao wanakusubiri kwa hamu? Whether umeajiriwa ama bado ukiwa unatafuta ajira, nini utakwenda kukifanya? Kabla ya chochote, kwa sababu watu wengi hawana elimu juu ya makundi ya chakula, hawana elimu juu ya
ulaji wao. Kutokana na familia ninayoishi, ninaanzia kutoka kwenye familia ninayoishi na kupitia majirani na kutokea na kokote nitakapoenda, nitatoa elimu kutokana na elimu niliyopewa. Kwa majina naitwa Zulekha Salum, mwanafunzi wa chuo cha afya Msongola. Niko third year, ngazi ya diploma, kada ya udaktari. Mimi kilichonipelekea nije kusomea udaktari, first of all nimewiwa, yani nina wito, nilitamani siku moja niwe daktari. Pia ni moja ya ndoto za wazazi. Tunakwenda kupambana na umaskini wa Watanzania na magonjwa yasiyo kuambukiza. Wewe ni mtaalamu. Sasa huko nje mtu anaona kila samaki wake mkubwa, kuku wake wa kukaanga, chips, anaona maisha ndo haya, akikamata na kinywaji chake maisha ndo haya. Sasa kipato kimeonekana watu wanakula kushiba na sio kula kwa afya. Unawezaje kwenda kumsaidia huyu Mtanzania ambaye anaamini kwenye kula kushiba na sio kula kwa afya? Kwa sababu kuna watu ambao wanasema bwana wewe ya kesho tu yajui, unajifanya unazingatia mlo lakini kesho yako kabuli hilo. Haya, wewe mtaalamu, karibu tusaidie hapa. Mimi kwa mtazamo wangu siamini kwamba eti mwenye kipato kikubwa ndo anakula mlo kamili na mwenye kipato kidogo anakula kushiba, sio kwa afya. Wewe na hicho kipato chako kidogo unaweza ukajimaintain ukala mlo ambao ni kamili, kwa sababu mlo kamili si lazima ule samaki mkubwa kama anayekula mwenye kipato kikubwa. Iko kipato chako kidogo, mboga za majani fungu 500. Unaweza mtu usinambie wewe unapitisha siku tele ujala mboga za majani kisa kipato chako kidogo. Mimi siwezi kuamini hilo. Unakwenda mtaani, kipi hasa utakwenda kuwasaidia Watanzania? Maana Watanzania wengi wamesema wao elimu hawana ya mlo kamili, na pengine hata yale mafungu ya vyakula pengine hawajui, na ndio maana mtu anajilia zake tu pasipo kujua yale magrupu 5 ya vyakula ambayo yanaupa mwili nguvu na afya. Kikubwa ni kuongeza elimu inabidi itolewe zaidi kwa watu waelewe hilo. Kwanza kwa jina langu naitwa Shakira Saidi. Kuhusu changamoto mtaani za katika afya ya mlo wa chakula, changamoto ni kubwa. Kwa sababu watu wanajitetea kwamba mimi pesa sina hela, mwingine nimetelekezwa, sina cha kufanya, ndio maana nakosa mlo ambao ni mzuri. Kitu ambacho sio kweli. Kuna ukweli kwamba baadhi ya Watanzania wenzetu wakija hospitali kabla hata pimo wanasema ugonjwa wanaoumwa na dawa wanazozitaka? Ndiyo, hiyo inatokea. Na nyinyi huwa mnafanya kazi gani kuwasaidia hawa watu ambao nao wanajifanya ni madaktari afu wamekuja kutafuta suluhisho kwa daktari? Kwanza tunawakumbusha kwamba wao wamefuata suluhisho na sisi pale ndo mainjinia. Kwa hiyo tunakwambia tulia ili upate kuelekezwa. Ni kweli kipato kinapelekea mtu ale kushiba? Hapana, sio kweli. Tufanye nini hasa? Kula kushiba sio pesa. Kwanza katika swala la afya ya chakula, utajiri hauhusiani kabisa. Kuhusu afya, kwanza ukiangalia kwa 1% kubwa, tukiongelea afya ya chakula, ni inahitajika pesa kidogo, yani ni mchango wako mdogo kuliko katika vitu ambavyo unakula. Kwanza ingebidi hata watu ambao wenye kipato kidogo hata wajipongeze katika swala la kula. Kwa sababu hata tukiongelea katika swala la afya, binadamu anatakikana ule kiasi kidogo sana cha mafuta. Mfano katika vyakula vya protini, mtu usile nyama ule mpaka kusaza. Nyama inatakikana tu 0.8 gram per kilogram ya mtu mwenyewe. Kwa ni kiasi kidogo, ni kipande kidogo sana cha nyama, hata vipande viwili tu vinatosha vya mantilie. Kitu gani pekee ambacho kiko hapa Msongola watu wengine hawakijui? Kuhusu chuo chetu. Kwanza kikubwa ambacho watu wanaweza kaa hawakijui ni kwamba chuoni kwetu hapa tuna kozi 2. Tupo sisi matabibu pamoja na famasia. Kuhusu walimu wetu wanafundisha vizuri, tuna maprincipal wetu hapa. Tunaishi kama familia, tunaishi kwa ushirikiano, kitu kama hicho. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Joshua Alex Sherukindo, ni mwanafunzi wa udaktari mwaka wa 3. Naungana na wasemaji wa kwanza waliotangulia kwamba kipato sio sababu ya mtu sio sababu yani kipato sio hakihusiani na changamoto ambayo tunayo kwa sasa hivi katika
dunia kuhusiana na magonjwa ambayo mtu ni kama ya kujitakia tuseme. Kwa hiyo naungana na waliotangulia kusema. Kwa onda kuniambia kwamba swala zima la kipato ni mtu tu kuamua yeye ale nini, aishije. Yani changamoto iliyopo ni issue iliyopo ni kwenye kubalance tu vyakula, kwa sababu tukiangalia vyakula vipo vya makundi mbalimbali kama makundi 5 hivi. Kwa hiyo issue iliyopo ni kuweza tu kubalance, kwa mfano labda kuna protini, kuna protini, kuna minerals, tunapata kundi la wanga, kwa hiyo katika makundi yote kilichopo ni kuweza kubalance, kwa sababu hata hawa ambao wana uchumi mkubwa unakuta wenyewe wanakuwa wa kwanza kabisa kupata magonjwa, kwa mfano yasiyoambukiza, kwa mfano shinikizo kubwa la damu, kisukari, lakini kinachotokea pale ni kushindwa kubalance hivi vyakula. Kuna mtazamo upi kwamba kula kushiba tu ndio kunapelekea watu wanapata magonjwa yasiyokuambukiza kwa utaalamu wako? Kuna mambo mengi ambayo yanasababisha magonjwa yasiyokuambukiza yanaweza kuendelea kutuathiri katika jamii zetu. Mojawapo ikiwa ni mpangilio ambao sio sahihi katika lishe ya mtu husika. Kitu cha pili ambacho kinaathiri ni iwepo ni wakati mdogo au muda mchache wa kutofanya mazoezi kwa wakati. Alafu pia hali za kiuchumi, au mtu anaweza ukawa na uchumi ukawa duni, pia inaweza ikachangia. Lakini pia naweza nikasema kutokana na kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya, serikali imeweka nguvu kubwa sana ikiwa ni kuhakikisha jamii husika na familia, hasa katika ngazi za familia, kupewa elimu kwa wataalamu ambao wapo kutoka ngazi ya dispensary na wataalamu wa afya kupitia ngazi za community au HBC. Kwa hayo machache naweza nikachangia kwa namna hiyo. Alexandra, tunakwenda kudili na watu ambao wanajua ama hawajui, wapo, lakini wapo ambao wana changamoto ya afya, lakini wako ambao ni wanaamini kwenye elimu walioipata kwamba teknolojia ipo, kupitia simu yake anaweza akajitibia pasipo kwenda darasani, akiamini teknolojia mfano AI inaweza kumsaidia. Na kuna watu ambao wanajipangia dawa na mambo mengine. Sasa wewe ni mtaalamu ambaye umetoka katika hiki chuo cha Msongola ambapo umesoma kwa udaktari kwa miaka 3 na uko mwaka wa mwisho unakwenda huko nje. Unalipi la kuzungumza? Unalipi la kwenda kufanya? Kwa sababu watu unaokwenda kudili nao ni watu ambao wanaamini kwamba mwenye kipato kidogo anakula kushiba. Tunapotoka hapa, tunapokwenda huko mtaani, tunaenda kukutana na watu wa aina mbalimbali kama ulivyozungumzia, watu ambao baadhi wanapuuzia baadhi ya mambo, lakini pia hayo mambo wanayopuuzia ndio baadaye yanakuja kuathiri kiafya. Mojawapo ya mambo kwenye upande wa lishe, kama ulivyokuwa unazungumzia. Lishe huko mtaani wanaamini kwamba watu wenye hela ndio wanaokula vizuri. Wanakula wanachokitaka, lakini kikubwa ni tunapotoka hapa si kwenda mtaani, ni sisi kutoa elimu kwa jamii husika. Na hii elimu tunatoa sisi wenyewe watu wa afya. Kwa hiyo tunapokuwa tunatoka hapa, inabidi tuelimishe watu jinsi gani ya kula vyakula hivyo ili baadaye wasije wakapata magonjwa hayo yasiyo kuambukiza. Kitu kingine ni kwenye upande wa madawa. Watu sasa hivi wamekaa, mtu akisikia yuko nyumbani amesikia na homa hapa, anaenda anachukua mseto anameza, au anachukua panado anameza bila ya kufika wapi kwenye kituo cha afya chote kupata huduma. Na wataalamu wametusaidia hapa, wenye vipato vya kawaida au vya chini, yani nyie ndio mna room kubwa ya kuhakikisha basi mnakula vizuri, lakini mnaendelea kutafuta. Hii ni Star TV. Hii ni Afrika katika biashara. Endelea kutufuatilia. Na mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia TV yako, hii ni Afrika katika biashara, ambapo leo tunamulika mada pendwa kabisa, mada ya afya na uchumi. Na tumetoka kuzungumza na baadhi ya wananchi wa eneo la Msongola, na kubwa zaidi tumeambiwa kipato ndio kinapelekea watu ama sisi wa Tanzania baadhi yetu tunakula kushiba na sio kula kwa afya. Tumepata pia elimu kutoka kwa wataalamu ambao ni wanafunzi wa udaktari pale diploma chuo cha afya Msongola, pamoja na wafamasia. Wengi wamesema ni elimu, lakini nikamuuliza swali la msingi, ndugu yangu yule Nasoro pamoja naye Benedict, kuhusiana na masuala mazima huko mtaani. Kuna wataalamu ambao ni wazuri kwa kweli, ukiumwa ugonjwa fulani kwambia bwana njoo tumie miti shamba, njoo tumie dawa hii. Sasa mwarobaini wa hayo yote nikaona isiwe tabu, ni watafute wakongwe wataalam kwenye kada ya afya ambao mpaka wanastaafu pale hospitali ya Muhimbili, wakaona
twende tukaanzishe chuo, tuwanoe vijana wetu, tulisaidie taifa. Nikaona isiwe tabu. Nimemwalika studioni Dr. Alex Mwita ambaye ni mkuu wa chuo cha Msongola, pamoja naye na Dr. Regina Kutaga ambaye ni makamu mkuu wa chuo. Karibuni sana wageni wangu studio za Star TV. Asante sana. Karibu sana Dr. Regina Kutaga ambaye ni makamu mkuu wa chuo cha afya pale Msongola Ilala. Asante sana. Kulia kwangu ni naye Dr. Alex Mwita ambaye pia ni mkuu wa chuo cha afya pale Msongola. Karibu sana Dr. Alex. Asante sana. Nimefurahi mno kuwaona na kufika kuitikia wito wetu, na mmekuja hapa kwa lengo kubwa zaidi la kuwasaidia Watanzania wenzetu. Unapozungumza biashara, huwezi kuacha afya. Yaani hata kama unafanya biashara, kama afya yako imeteteleka, biashara yako si chochote, kwa sababu utajiri nambari 1 duniani kote tunaambiwa ni afya. Ndivyo sivyo? Ndio. Sawa. Sasa twende kwenye swali letu la msingi, na tumemulika kule wananchi, tumemulika pia baadhi ya wanafunzi ambao ninyi mnawafundisha, na tunataka tupate picha kidogo walao hali halisi hapa nyumbani Tanzania. Nyinyi ni wataalamu, mmekaa kwenye hii kada muda mrefu na mkaona mnahitaji pia kuanzisha chuo cha afya. Natamani kujua upande wa lishe kwa Watanzania, especially wa sasa hivi wa leo, kwa sababu sasa hivi kama kuna utandawazi, kuna usasa, kuna uzungu ndani yake. Hali ya kuzingatia mlo kamili kwa Watanzania wenzetu sasa hivi, trending kwa nyinyi ambavyo mnaona trending ikoje? Karibu kwako Dr. Alex. Vizuri. Naweza ni kusema kwamba hali ya lishe kwa Tanzania ni mchanganyiko. Naam. Kuna tofauti sana kuhusu lishe kati ya watu wa vijijini na watu wa mjini. Watu wa mjini wengi, hasa wale wenye kipato kikubwa, nadhani wanakula zaidi kuliko inavyotakiwa. Wanakula kushiba au wanakula kwa afya hawa watu wa mjini? Pengine hawajui. Lakini ukila chakula, hata kama unakula chakula kinachofaa, lakini ukakila kwa kikakutindikia, kina matatizo. Ukila chakula ambacho vile vile ni kidogo kuliko inavyotakiwa na kwa mpangilio ambao unatakiwa, vile vile kuna matatizo. Dr. Alex, natamani uwe specific kwamba, kwa sababu tumeziona takwimu kwa mujibu wa NCDs, national, ile takwimu ambayo inatolewa na taifa, ambapo vifo 34% vinasababishwa na magonjwa yasiyo kuambukiza hapa nyumbani Tanzania. Yaani yale magonjwa yote ambayo sio ya kuambukiza ndo yanaleta hii figa ya 34% watu wanafariki kwa sababu ya mtindo wetu wa maisha. Sasa tulivyoenda mtaani tuliambiwa kwamba changamoto kubwa ni kipato. Mtu hajui ale nini. Na pengine wakaenda mbali wakasema changamoto nyingine ni elimu. Yaani kuna kipato yeye anapata leo na kula leo, na mwingine akasema pia wahudumu wetu wa afya pengine elimu inayotolewa bado haiwafikii ama haitoshelezi. Sasa nimekuja kwenye msingi wetu wa swali kutaka kujua hali halisi kwa sasa hivi, sababu mna watoto, mnalea, mna vijana huko vioni na mtaani. Ni kweli usasa pengine ndio umepelekea watu tunakula kushiba au tunakula kwa afya? Vizuri, nafikiri swali lako la msingi, watu wanakula kushiba au wanakula kiafya? Yes. Mwanzoni nilisema kwamba inategemea unaongea kwa muktadha gani. Niseme hivi, kama hupati chakula cha kutosha chenye mchanganyiko mzuri wa mchanganyiko wa vyakula, utapata shida. Okay. Lakini vile vile kwa upande wa pili, ambayo hasa huo ambao unahusu zaidi magonjwa uliyotaja, hususan kisukari, shinikizo la damu, kansa tuseme, na magonjwa yote yale ya moyo, na magonjwa ya moyo yako pale, hayo yanasababishwa na kutindikiwa na chakula. Uzito mkubwa. Lakini haya mengine ya kutopata mlo wa kutosha yanaleta utapiamlo, yani ndio kile kiriba tumbo tunaita. Kuna kiriba tumbo, kuna udumavu kabisa, kuna ukondefu. Yes. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa tuwe kwenye mizania. Unaona, usile kupita kiasi, lakini vile vile usipungukiwe.
Na siri sio swala kubwa sana la uchumi. Siri ni kujua kwa uchumi ulionao unawezaje ukachanganya chakula ukapata matokeo mazuri. Okay. Sawa, huyo ni Dr. Alex Mwita ambaye ni mkuu wa chuo cha afya pale Msongola Ilala. Ametupatia madini kwamba msingi hapo ni kwenye kupangilia unakula na sio kipato. Nimuulize mkono wangu wa kushoto Dr. Regina Kutaga ambaye pia naye ni makamu mkuu wa chuo cha afya pale Msongola. Bado tuna lile swali letu la msingi ambalo tumetoka nalo mtaani tukasema tuje nalo hapa studio. Kipato kimekuwa changamoto. Wengi wakisema kwamba wanashindwa kuzingatia mlo kamili kwa sababu ya kipato, lakini wengine wanasema elimu. Na kwa uzoefu wako Dr. Regina, natamani kujua ni kweli mtu mpaka awe na kikubwa au kidogo ndo ale vizuri? Karibu. Asante mtangazaji. Kusema kweli sio lazima uwe na kipato kikubwa au hata kidogo basi ndio ule au vizuri. Kidogo ndio ule vizuri. Kinachohitajika kikubwa hasa ni kujua elimu. Elimu ya ule nini. Na kwenye chakula chako kuwe na vitu gani ili upate lishe iliyo bora. Sasa inaelekea, ingawa Tanzania kweli kuna watu wale maskini sana ambao ni asilimia ndogo, labda asilimia 8 mpaka 10, ambao kwa siku anaweza akala mlo mmoja tu au hawezi kuchagua, anakula chochote anachopata. Lakini kuna asilimia kama 68 ambao wanaweza wakala milo miwili kwa siku. Na hao wanakula kushiba sasa. Na sasa hiyo milo miwili naye kama ajui achanganye nini, anaweza akala kushiba tu. Lakini kwenye hiyo milo miwili kama ana elimu ya kwamba hapa nichanganye aina ya fulani vya vyakula hivi na hivi na hivi, anaweza akala kiafya. Kwa hiyo naona tatizo kubwa hasa sio kipato. Tatizo kubwa ni elimu ya lishe. Labda ana mazoea ya tunakula nini tangu zamani, anakuwa anaona mama anapika kisamvu kila siku, labda anapika hichi, anakula hicho, lakini ajui kitu gani lazima kiwepo kwenye mlo kamili wa siku hiyo. Tumulike Abu kwanza, ambaye ni mkazi wa Msongola pale kijiji cha bodaboda mwanzo wa lami. Lakini tutakwenda pia kuangazia wanafunzi wa chuo cha afya pale Msongola. Unakuta mimi kijana sasa hivi hapa naweza nikawa nimevimba moyo. Yaani moyo umekuwa mkubwa. Paka nashangaa kwa nini? Na shida gani? Kumbe ni mavyakula haya sijui nakula nini. Sisi sometimes kuna mafuta mengine huko yameletwa mabaya. Sisi huko hatujui Uswahilini. Kwa hiyo rai yangu kwa Watanzania ni kugawa elimu kwa jamii nzima, hasa kwa wamama wale ambao wanaandaa vyakula vya familia. Mimi kilichonipelekea nije kusomea udaktari, first of all nimewiwa, yani nina wito, nilitamani siku moja niwe daktari. Pia ni moja ya ndoto za wazazi. Kutokana na familia ninayoishi, ninaanzia kutoka kwenye familia ninayoishi na kupitia majirani na kutokana na kokote nitakapoenda, nitatoa elimu kutokana na elimu niliyopewa. Lisawazishe hili alafu tuende kwenye msingi wa kuwapatia Watanzania elimu ambayo itawafaa na itawanyanyua, kwamba kipato sasa, kama mtu ana kipato kidogo, ana kipato kikubwa, nini afanye? Naanza kwako Dr. Aris. Mimi kwanza naomba Watanzania waamini kwamba pale walipo wana chakula cha kutosha, na chakula kizuri, chakula chenye lishe ambacho wanaweza kutumia wakapata afya bila kujali kipato chao. Na chakula ni chakula tu. Haya mengine yanayobaki ni namna ya kukiremba. Mtu unaweza kukaremba nyama ikaonekana kwamba ni nyama ya ajabu au nini. Nyama ina viungo vingi. Ina viungo vingi. Tunakwambia nakula burger, kwa mfano, hakuna tofauti ya mkate na muhogo. Kweli kabisa. Mkate ni ule ule mmoja na muhogo ndio huo huo. Faida yake mwili ni ile ile. Hakuna tofauti kubwa kati ya kunde na nyama. Tofauti ni ndogo sana. Unaona? Kwanza leo mimi naanza kula kunde. Hakuna tofauti kubwa ya dagaa na samaki, si satu changu. Kwa tule dagaa. Hakuna tofauti kubwa.
Kwa hiyo mambo mengi ni kutoelewa. Kwa mfano Tanzania haina tatizo la vyakula vya wanga, labda iwe njaa. Unaona, kwa sababu vyakula vya wanga, mihogo, magimbi, mikate, wali, hivyo vipo. Tatizo la protini sasa, tukiingia kwenye yale makundi, tatizo la protini lipo kwa ajili ya fikra. Watu wanafikiri chakula chenye protini nzuri ni nyama, mayai, samaki. Hapana. Kumbe protini unaweza kuipata kwenye maharage. Mpaka kwenye maharage unaipata, mpaka kwenye mimea jamii ya kunde unaipata. Mimi nakula kunde nishasema. Na soya. Na soya. Na njegere. Sasa unaangalia mfuko wako unatosha nini? Kabisa. Unaona? Mfuko wako unatosha nini? Naweza kula kunde, naweza kula dagaa leo, au Mungu akibariki siku ni kila samaki basi. Tunawamulika vijana wetu sasa, tunakwenda kwenye msingi hasa wa mada yetu, afya na uchumi. Sasa tuna wataalamu wanaohitimu kwa level ya vyuo vya kati na vyuo vikuu. Tunataka tuangalie hata hivi vyuo vya kati ambavyo wanatoka kwenu nyinyi Msongola, na wanafunzi hawa mnawapika vizuri na wanakwenda kupambana na soko la ajira huko nje. Na serikali kweli haiwezi kuajiri watu wote, hata private pia haiwezi kuajiri watu wote. Vijana wenu mnawapa elimu ipi wakisha basi wakitoka hapo chuoni wana uwezo wa kwenda kujipambanua nje? Tunawapa mafunzo kuwajengea study za nyanja ya utabibu na ufamasia, lakini vile vile study za maisha. Sasa masomo ambayo wanajifunza, kwa mfano kwa upande wa study za maisha ni mawasiliano. Na utashangaa watu hata kuandika barua inakuwa ni mgogoro. Hata mtu akijaribu kwamba, unajua, kwa mfano katika biashara, katika kutafuta kazi, mnaweza kuwa wote mna sifa moja kimasomo, lakini wewe unavyojiwasilisha katika mwajiri kwa kuomba kazi, kwa kujieleza, kule kujieleza, mwenzako anapata kazi na wewe upate kazi. Kwa nini? Kwa sababu inaonekana wewe pengine hutaingia vizuri kwenye ule mfumo kwa sababu kazi ni namna unavyojiunga na wenzako na kuwasiliana na nini. Kwa hiyo study za mawasiliano, customer care ni huduma kwa wateja. Istoshe tunawafundisha vile vile elimu ya ujasiriamali, elimu ya kompyuta. Tunawapa mafunzo kuhusu utawala, tunawapa mafunzo kuhusu management. Kwa hiyo yote hayo yanawasaidia wao kujipambanua wakiwa nje. Sawa. Sasa changamoto ya matibabu pengine imekuwa wengine wakitumia pengine dawa za kienyeji, au wengine tu wakibaki nyumbani, au wengine tu wakiendelea kula kushiba. Na tunawanoa wanafunzi ambao wanakwenda kuwasaidia jamii. Yaani nimesema kuna communication skills, kuna masuala ya wao kwenda kujiajiri. Jamii yetu huko bado kuna nadharia, kuna watu ambao wanaumwa kiasi kwamba wanahitaji usaidizi. Kuna namna ambavyo mnaweza mnawasaidia hawa wanafunzi kwenda kukabiliana na hili ombwe ambalo liko huko nje, la watu ambao baadhi yao ni wajuaji, baadhi yao hawana chochote, yani empty head. Yani kama anajua ni vitu vichache, na wengine ni wanajua lakini wanafanya kusudi. Karibu Daktari Gina. Kwa wanafunzi wenyewe kujisaidia wenyewe, wanafundishwa jinsi ya kujikinga wanapomhudumia mgonjwa. Na wakiwa pia wamemkuta mgonjwa pengine anahitaji usaidizi wao, pia huwa mnawapa skills gani? Wanapata skills za kumanage emergency. Kama wanakuta mtu ni emergency, mtu yuko kwenye mazingira ambayo ni hatarishi, wajikinge namna gani. Hizo skills wanapewa, jinsi ya kufanya kumhudumia mtu kwenye ambaye anaweza akawa na maambukizi fulani au anajikinga maambukizi. Hayo wanapewa kwenye masuala ya darasani. Na wanaenda field kule vijijini, wakiwa mwaka wa pili. Hata wa pharmacy wanaenda field kuona kwenye mafamasia dawa zinatolewaje. Wanaenda tena wakiwa mwaka wa tatu kuhudumia wagonjwa wakiwa chini ya uangalizi. Kwa hiyo wanaenda kule field kujua changamoto zilizo kwenye jamii. Hivi kuna athari zipi kwa huyu Mtanzania ambaye anaumwa,
alafu anaamua tu kutumia dawa kiholela, ana athari gani pengine? Kwanza matumizi ya dawa kiholela yana athari nyingi. Athari ya kwanza, unalenga shabaha ambayo huijui. Okay. Kwa mfano kama unataka kutibu ugonjwa fulani lakini hujui dawa gani ya utibu. Kwa hiyo kuna mwingine anajitibu kwa uzoefu. Kwamba mimi nikiwa na malaria nakunywa dawa fulani, au nikihisi homa kuna dawa fulani, watu waga tunaambizana huko, atakuwa na homa huyu, mpe dawa fulani, mama fulani mpe hiyo. Homa zina sababu nyingi sana. Naam. Unaweza kama kwa Kiswahili kuna zaidi ya 1001. Homa unayopata sasa hivi sio utakayopata kesho wala kesho kutwa. Kwa hiyo kuna haja kwanza ya kupata ushauri. Ili sasa kungekuwa na maana gani basi ya kuwafundisha watu afya? Kama kila mtu angekuwa anaenda kwenye AI huko, ChatGPT na nini. Yes. Hapana. Sasa tunakwenda kwenye kuhitimisha, ambapo chuo chenu bwana kinafanya nini sasa kuhakikisha kinatoa wahitimu bora wanaokidhi mahitaji ya soko la ajira? Kwako Daktari Regina, nadhani hili liko zaidi kwako. Asante sana mtangazaji. Kwa kweli chuo chetu kinajitahidi sana. Tunapowapata wanafunzi wa mwaka wa kwanza tunawapa orientation nzuri. Ya kama wiki 2 mpaka mwezi mmoja, wanajifunza mambo mbalimbali, communication, computer na kujua mazingira ya chuo mapema vizuri. Alafu sisi tuna hostel kwa kila mwanafunzi anayependa kaa hostel kwa gharama nafuu. Pia ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu 4. Ukilinganisha na vyuo vyetu, nadhani ada zetu ziko chini kwa kulinganisha. Alafu tuna madarasa ya kutosha, tuna eneo kubwa la kutosha, mwanafunzi anaweza akajitanua akitaka kusomea nje, wakati akitaka ndani, wakati wa mapumziko ana mahali pazuri na hewa nzuri na mazingira yanavutia kwa wanafunzi kupenda kujisomea, na tuna maabara zote zinazotakika na vifaa vinavyohitajika. Alafu tunawapeleka wanafunzi wetu field kama ilivyopangwa na wizara, na tunawapeleka kwenye clinical rotations kwenye hospitali. Na tuna engage na walimu wa kule hospitali kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapita zile rotation na wana attend, na tunashirikiana na wazazi. Wow. Mtazamaji, mimi nimekwenda Msongola, ni umbali wa kilomita zipo japo sio nyingi sana, lakini nimefika na nimevutiwa kweli na mazingira yale, Daktari Regina, mpaka nikawashawishi na nyinyi mje hapa studio za Star TV, wadau wa Tanzania waweze kujua hiyo huduma ambayo mnaitoa. Sasa kwa mtazamaji anayetutazama hivi sasa na anatamani kutufuatilia, anatamani pia kujiunga pengine na chuo chenu, mtotana huko mbali, kwa level ya diploma na famasia, anawapataje? Anatupata kwa namba yangu ya simu ni 0759 021 432. Regina Kutaga. Daktari Regina, kwa wewe ambao unatutazama muda huu na unahitaji kujiunga na chuo cha afya Msongola, nambari ndi hiyo na Director Somba hapo anaipitisha, ni 0759021432. Hiyo ni nambari ya Daktari Regina. Sasa Daktari Regina, namba moja tuwezekana mtu mwingine akakupigia kawa busy. Hatuna namba nyingine ya ziada? Kuna namba ya Dr. Alex, nadhani anaweza akaitaja mwenyewe. Naam. Asante. Namba yangu ya simu ni 0768 78 20 55 pamoja na 0785 911 971. Labda na kuongezea ni kwamba tumeanza kupokea maombi ya wanafunzi wanaotaka kuja. Tunajua kwamba mfumo rasmi wa serikali unafungua mwezi wa 5 tarehe 27. Ni wiki kesho tu. Lakini vile vile wanafunzi wanaweza, wale wenye kutumia mitandao, tuna website www.msongolainstitute kama jina moja .ac.tz. .ac.tz. Pale anaweza kutuma na maombi yake vile vile.
Teknolojia imerahisishwa mtazamaji. Kuna website ambayo ni www.msongolainstitute.ac.tz, na kwa mwenzangu na mimi ambao una kiswaswadu, nambari za kupiga ziko hapa, ambapo ni 0785 911 977, au taka kuzungumza na Daktari Gina 971, kumradhi, ni 0785 911 971, ama Daktari Gina ambavyo inapita hapo chini ya screen yako. Kiukweli nimetembea kilomita nyingi kuweza kuzungumza na ndugu zangu hawa, wazazi wangu, madaktari wabobevu kabisa, wamestaafu, wakaona tunahitaji pia kuwasaidia Watanzania, tunahitaji pia kuzungumza na wadogo zetu, watoto wetu. Kubwa zaidi ni changamoto ya afya. Sasa kama afya inatetereka na uchumi pia unakuwa unayumba ndani ya familia, na mwisho siku tunaanza kulia na umaskini. Umaskini, ndugu yetu fulani anatufilisi, mnauza mpaka viwanja, mnaenda mnakopa kutibu ugonjwa fulani, kisa tu ndugu yenu alikuwa hazingatii tu mlo kamili, machungwa tu ya 500 alikuwa anaona shida. Mwingine basi atakula vile vyakula vidogo vya nyuzi, mboga za majani kama kunde. Mimi nimesema naanza kula kunde kuanzia leo, kwa nazikwepa, kumbe zina faida nyingi. Tunakwenda kuenda kwenye msingi wetu mwingine wa swali. Sasa kuna changamoto ya ajira huko, serikali inasema ijiajili, haiwezi kuajili Watanzania walio wengi. Sasa kwenye mitaala ambayo mnaitoa ina akisi hali halisi ya uchumi tulionao hapa nyumbani Tanzania? Vizuri. Mtaala wetu tunatumia mtaala ambao umetolewa na Wizara ya Afya na NACTIVATE. Kwa hiyo ni mtaala ambao unatumika vyuo vyote nchini, na ni mtaala ambao huwa una mapitio kila miaka mitano. Kwa mfano mtaala tunaotumia umetolewa mwaka 22. Wow. Na nafikiri mwaka 20 utaisha. Kila baada ya miaka mitano huwa nasoma. Inakuwa updated. Inakuwa updated. Miaka mitano, miaka 7? Miaka mitano. Okay. Sawa, sasa hilo mmenijibu vizuri zaidi. Sasa tunakwenda kuangazia mchango ambao ninyi mnao kwenye kuhakikisha wanafunzi wanaohitimu pale wananufaika. Wamenufaikaje? Yaani kuna wanafunzi ambao walishawahi kunufaika kutoka kwenu Msongola, yaani amejifunza pale mwaka wa kwanza mpaka wa 3, lakini leo unasikia mkuu wa kituo si sehemu fulani si ni daktari wa nini, mwingine ni daktari bingwa tayari. Kwa kipindi ambacho tumekuwa na chuo bado kidogo hatujapata madaktari bingwa, lakini tuna wanafunzi ambao saa hizi ni madaktari, wengine wako mwaka wa 3, wengine mwaka wa 4. Kwa hiyo tunafikiri tunachangia kwenye afya ya jamii. Ni kwa sasa hivi Tanzania. Of course mimi nawapongeza kwa kuwa wanafunzi wanaohitimu pale, na nimejionea wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na wengi wao wakijiajiri, wengine pia wakiajiriwa, wengi wao pia wakiajiriwa kwenye hospitali tofauti tofauti, na wapo ambao wamejiendeleza kielimu. Sasa kuna hitimisho hapa ambapo kupitia wanafunzi ambao wanatoka kwenu wanakwenda huko nje, na kada tu ya udaktari ama kuna kozi nyingine ambazo mnazitoa? Tuna kozi sasa hivi, kozi ambazo tumeisha ruhusiwa rasmi ni kozi ya udaktari na famasia, lakini tuko mbioni, tumeomba kozi ya radiography. Hiyo kwa Kiswahili mtazamaji tuangalie yule alisoma kozi ya kijani. Kozi ni utaalamu wa kutambua magonjwa kwa kutumia imaging, ni taswira, picha, X-ray, ultrasound, MRI. Yani okay, hiyo ndio radiolojia. Sasa mwezi wa 5 hiyo wanafunzi wakishajiunga kwenye chuo cha Msongola wanakutana nacho. Bado hatujapata kibali, tumeomba tunaweza tukakipata. Tunawaombea mkipate, lakini kwa sasa hivi ni udaktari pamoja na famasia, wale wakuuza dawa wale ambao wako hospitalini na wako kwenye pharmacy. Bwana, naomba dawa fulani, najisikia hivi, anakupa. Sasa tumesikia mambo mazuri hapo, lakini utumiaji pia wa dawa na Mungu akipenda mbeleni tunaweza tukawa na kozi ya nutrition, maana tunaona lishe ni changamoto. Sawa. Kwa hiyo huko mbeleni
tunaweza tukawa na kozi hiyo, maana tunaona Watanzania wengi wanasumbuliwa na lishe. Sawa. Magonjwa yanatokana na lishe mbovu. Mtazamaji, namba ziko hapo zinapita, na mimi ndo balozi mzuri kabisa wa chuo cha afya Msongola. Unaona mimi mwenyewe afya yangu iko vizuri, nakula vizuri, nashauriwa vizuri, mambo yanakwenda vizuri zaidi. Tunakwenda kuhitimisha Dr. Alex. Nitamani kujua kutoka kwako, pengine kama una ujumbe muhimu ambao basi ungependa jamii ikumbuke kuhusiana na masuala mazima ya afya. Vizuri. Kwanza mimi labda niongelee changamoto iliyopo kwenye mafunzo ya afya. Hasa kwenye vyuo binafsi. Sisi tunasomesha Watanzania wale wale. Na serikali sio rahisi wanafunzi wote waenda kasomea serikalini. Kwa hiyo na tunajua kwamba afya ni mtaji. Kabisa. Afya bwana ndio tajiri namba moja. Hao wengine wanasubiri. Serikali ingetusaidia kutengeneza mazingira ambayo wanafunzi wengi maskini wangeweza wanasoma. Yes. Sisi tunalipia walimu. Yaani sisi tunalipa kila kitu pamoja na kodi za ardhi. Lakini vile vile kuna kodi nyingi sana. Na hizo kodi tunazitoa wapi? Mfano ni kila kitu tunachofanya unajua unatoza kodi. Hata walimu wa part time inabidi walimu wa kodi. Kila mtu anayekupa huduma kodi. Sasa na mapato yetu na madogo yetu sio kubwa. Na bado mnaisaidia jamii. Na bado watoto hawa hawana mikopo. Kwa Tanzania watoto hawana mikopo, sio kozi zetu zote nikikupa mfano. Ukipata bahati ya kuchaguliwa chuo cha serikali ambapo sio kila mtu ana bahati kwa sababu kuna ushindani mkubwa sana. Huko serikalini kuna nini? Hebu tumulikie kidogo. Kule serikalini wanafunzi nafikiri wanalipa ada nusu ya wanaolipa private sector. Na hizo kodi nyingine hazipo. Hawana kodi. Pia walipi kodi za walimu wa part time, walipi kodi sijui. Sasa nyinyi mmewasaidia watoto wao kama chuo cha serikali kimejaa, nyinyi mmesaidia Watanzania wenzetu wapate elimu kwenye chuo cha private. Na bado kodi ziko juu. Pengine tumelichukua hili na Watanzania wanaona, viongozi mbalimbali wanaona, pengine nadhani 40 utapatikana. Tunakwenda kuhitimisha na studioni niko na Dr. Alex Mwita ambaye ni mkuu wa chuo cha afya Msongola pamoja na Dr. Regina Kutaga ambaye ni makamu mkuu wa chuo. Wote hawa tumezungumza masuala mazima ya afya na uchumi. Tumezungumza masuala ya kula kushiba ama kula kwa afya. Tumeangazia pia magonjwa yasiyo kuambukiza, ikiwemo takwimu na mambo mengine. Na nambari zao ziko hapo kwa lengo la ushauri, na kama unataka pia kujiunga na chuo cha afya cha Msongola, unaweza kupiga nambari hii ambayo ni 0759 021432. Tunahitimisha, tufanye nini sasa Dr. Alex? Afya ndo bilionea wa kwanza. Na hakuna mtu ambaye aumwi. Na wako watu wanasema bwana wewe usiugue, nani kuugua ni ibada. Yaani tuna misemo ambayo huwa tunapeana huko mtaani, bwana wewe uumwi nani, wewe malaika. Kwa hiyo mtu akiumwa kidogo maradhi akimsha kidogo ambaye bwana hiyo ni ya Mwenyezi Mungu bwana. Tapona bwana. Kuugua ni ibada. Ni mtu na blessing kwamba yeye augue. Karibu daktari. Mimi nafikiri kwanza afya ya mtu inajengwa kama tulivyoona kwamba lishe ina sehemu kubwa sana kuimarisha afya ya mtu. Hilo tumeliongelea kubwa. Kwa hiyo tuzingatie lishe, tuzingatie mwili haukuumbwa uwe bwete, ukae tu. Mazoezi yanaimarisha sana afya. Mazoezi lakini vile vile hatuna tabia sisi ya kwenda kujichunguza hata kabla humu. Tujenge tabia ya kupima afya. Kujichunguza, yes. Pressure. Kwa sababu sehemu kubwa sana ya magonjwa, ugonjwa ukijulikana mapema, utatibiwa mapema, hata kama ni kansa utatibiwa mapema, utapona, utaendelea na maisha. Lakini sio kuamizana kwamba bwana kuugua ni ibada. Huko tutoke ndugu zanguni. Yaani ukiugua jua una tatizo. Na kwa nini uugue? La mwisho kabisa. Unapougua, tunajua sasa hivi matibabu ni gharama. Yes. Bima ya afya. Ihusike hapa. Bima ya afya. Sasa hivi serikali imefungua milango ya sisi kujiunga bima ya afya. Basi umeenda umeugua, kwenda hospitali kisiwe kikwazo kwa sababu wewe ni familia maskini. Na najua milango imefunguliwa kwa familia maskini. Yes, ile bima ya afya kwa wote. Tena Watanzania
Mtu ameugua anasema mimi labda nitakufa hapa tu kwa sababu siwezi kujitibia hapa. Hamna aliyeishi milele. Kwa Tunafanya kishujaa tunapeana huko. Dr. Alice, mimi nakushukuru sana. Umeongea vitu vya msingi kama vitatu kama sio vinne. Tuimarishe kwanza lishe zetu, tule vizuri, tule kwa afya na sio kula kushiba, lakini tufanye mazoezi, tuchunguze miili yetu. Daktari Regina, una kuongezea katika hili? Kidogo tu, mimi naomba Watanzania wapunguze kula vitu vyenye sukari sana. Sukari. Na mwambie kitamu. Sio vizuri sana tu vile labda keki, sikukuu, birthday nini, lakini sio kila saa soda. Kila saa. Sasa kuna wale wenzangu na mimi ambao huwa wakifunga tambi na sukari, uji una sukari, chai na sukari, kiazi kina sukari, maharage na sukari. Tunaponaje hapo? Hapo sasa inabidi tubadilishe tabia. Badala ya kula na tule vyakula natural. Tusipende vile vyakula mandazi, chapati vyenye mafuta na ngano. Tunaweza tukala vyakula natural, viazi, miogo, magimbi. Na tukachemsha. Tukachemsha, tupunguze mafuta. Sukari na mafuta. Mwisho lakini si kwa muhimu. Daktari Regina, una umri gani? Mimi nina miaka 69, wiki Jumapili nafikisha miaka 69. Wow, Jumapili. Happy birthday in advance. Na nitakuja Msongola kukata keki na Daktari Regina. Roho Bwana ameniongoza kumuuliza Daktari Regina sababu ana udongo mzuri cha kwanza. Nikitembea naye ni kama mimi na yeye tunafanana. Yaani mwenyewe nina mvi zangu hapa za ukoo. Kwa hiyo nikiziachia hapa naonekana simpiti, lakini kumbe Mwenyezi Mungu amekubariki mama yangu, una mwili mzuri. Asante sana. Na inawezekana pia unazingatia mlo kamili. Hata baba pengine inawezekana anaenda huko amekuzidi kidogo, lakini mimi niwapongeze kwa kutunza afya zenu na niwapongeze kwa kuwa mna moyo wa kuwasaidia Watanzania, kwa sababu kupitia chuo cha afya Msongola mmesaidia familia nyingi, familia masikini na familia tajiri. Niseme tu asanteni kwa kuja. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mimi nimewapenda. Daktari Regina, tutakata keki wiki ijayo panapo majaliwa. Tunakuombea sana. Na mimi bwana ni balozi wa Msongola hapa chuo cha Afya Institute na Director Somba. Tutahakikisha tunakuleta tu kwa gharama zetu, tutakufikisha Msongola pale Ilala. Na nambari za simu zinatembea hapo. Hakikisha basi unawatafuta ili kijana wako atimize ndoto yake. Udaktari ndo kila kitu. Ufamasia na kozi nyingine. Yaani ukishakuwa na mtoto ndani ya afya ambaye anajua ABCD za afya, walau hamto basi uza kile kibanda cha ulisi, akishaumwa kibanda cha ulisi kitapaki na maisha mengine yataendelea. Hadi wakati mwingine, Serena Minga kwa niaba ya wale wote waliofanikisha crew hii kukuletea matangazo haya mujarabu kabisa. Mimi nakwambia asante, tukutane tena wiki ijayo.